makonde rabaka, nakuja mbele zako sasa kinyume na wewe, kwa uweza wa Bwana, kwa nguvu za Bwana, kwa mamlaka ya Bwana. Ninakwenda kinyume na kila roho zako, na kila agent wako, na kila aina ya wakala, na kila aina ya nguvu pinzani. Nasimama kwa jina la Yesu. Leo nakushusha chini, leo nakushusha chini, leo nakushusha chini. Haya, shusha chini kila nguvu pinzani, shusha chini kila kiumbe kinachokwenda kinyume, kila kiumbe kinachoruka kinyume. Sasa ni wakati wa kukishusha chini. Hapo ulipotamka vishushwe chini. Viumbe wa giza, viumbe wa giza wanaoruka usiku, wanaopinga usiku, wanaosimama usiku kinyume na wewe, washushe chini, washushe chini kwa mamlaka uliopewa, washushe chini. Ongea kama mtu ambaye amepewa mamlaka kwa jina la Yesu. Shusha hivyo viumbe, shusha hivyo viumbe, shusha hivyo viumbe. Wacha uvivu, ewe mwanamke, shusha hivyo viumbe. Tangaza vishushwe chini, vishushwe chini, vishushwe chini. Leo hii, leo hii, tangaza wewe, tangaza wewe. Acha uzembe, acha uvivu. Nasema, sikiliza maelekezo yangu. Shusha viumbe chini, shusha viumbe chini, shusha viumbe chini. Vilivyoinuka kwenye madhabahu, vilivyoinuka kwenye vigoda, vilivyoinuka kwenye viti vya enzi. Nasema leo, 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 nasema leo. Wewe shusha, wewe shusha, wewe shusha. Maelekezo ni aina moja. Wewe shusha pande zote, shusha sasa, shusha sasa, shusha sasa, shusha sasa. Mizimu shusha chini, mapepo shusha chini, shusha hao, shusha hao, shusha hao. Wewe fatia nachokisema, fatisha nachokisema, fatisha nachokisema. Fungua kinywa, ewe mwanamke, ewe mwanaume, fungua kinywa, fungua kinywa. Acha kusema maombi mengine, acha kuomba maombi mengine. Nasema shusha chini, shusha chini, shusha chini, shusha chini, shusha chini. Nguvu za giza shusha chini. Ndege wote wa kichawi, ndege wote wa kichawi warukao usiku, washuke, 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 washuke. Popo wote, popo wote washuke chini. Bundi wote washuke chini. Ziwa zote za kichawi zishuke, zishuke, zishuke. Paka wote wa kichawi, viumbe wote wa kichawi washuke, 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 washuke kwenye anga, washuke, 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 washuke. Wachawi wa eneo, waganga wa eneo, washirikina wa eneo, mzee wa eneo, mganga wa eneo, mchawi wa eneo, agenti wa eneo, jirani wa eneo, jirani ofisini. Sasa hivi shuka chini, shuka chini, shuka chini, shuka chini. Na kibuyu shuka chini, na uganga shuka chini, na ushirikina shuka chini. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi kwenye anga. Sasa hivi unashuka, 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 unashuka. Mzimu unashuka, mzee unashuka, mzee unashuka. Machifu mnashuka, waganga mnashuka, mashehe mnashuka, wakuu wa giza mnashuka, wakuu wa giza mnashuka, 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 mnashuka. Wafalme mnashuka, mnashuka. Tunawajia, tunawajia kwa jina la Yesu. Mnashuka, 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 mnashuka. Kuanga shuka sasa, shuka sasa, shuka sasa, shuka sasa kwenye kiti cha enzi. Napindua, unashuka, 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 unashuka kwa moto, kwa moto, kwa moto. Shusha huyo, shusha huyo kwenye ukoo, shusha huyo kwenye eneo, shusha huyo kwenye anga, shusha huyo Tanzania aliyeinuka, aliyeinuka kwenye anga la Tanzania, kwenye anga la mkoa wako, kwenye familia, kwenye ukoo. Sasa hivi, sasa hivi anapigwa, anapigwa, anapigwa kwa moto, kwa moto. Anapigwa, 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 anapigwa kwa moto, kwa moto. Mawe ya moto yamshukia, mawe ya moto yamshukia. Sasa hivi radi ya moto, radi ya moto
moto imshukie, imshukie mahali popote, ageuke majivu, ageuke majivu, kulia kwako, kushoto kwako, nyumbani kwako, sehemu yoyote alipojificha, angani, darini, kwenye kabati, chini ya uvungu, kwenye kitanda, kwenye vyumba, jikoni, store, nje, sehemu yote, rakatasha, rakatabaka, librasa. Sasa hivi malaika wa Bwana waachiliwe, wawatengeneze, wawapige, wawakate vipande vipande, wawateketeze vipande vipande. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, wateketee, wateketee wakuu wa anga, wakuu wa anga, wakuu wa giza, wafalme, wafalme wa kifamilia, mafalme wa kifamilia, maajenti wa kichawi kwenye ukoo, ndugu yako aliyemchawi, ndugu yako aliyemchawi, leo, leo, leo tunamkata, tunamkata, tunamkata. Shika kisu, shika kisu, shika kisu kwa imani, shika kisu. Leo chinja, leo chinja, leo chinja, leo chinja. Kamata, kamata wote, chinja, chinja, chinja kwa imani. Kata vichwa vyao, kata vichwa vyao. Huyo hapo, kata kwa imani, kwa imani. Kisu hicho kitembee kwenye ulimwengu wa roho. Leo, 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 leo hatoki huyo, hatoki huyo. Anguke chini, anguke chini, afe. Kata kichwa, kata kichwa. Daudi akata kichwa Goliati aliyetishia maisha ya taifa. Leo Goliati wa familia, leo Goliati wa ukoo, tunakata kichwa chako, tunakata shingo yako, na kukata, na kukata, na kukata, na kukata, na kukata kwa kisu cha moto, kwa kisu cha moto. Na chinja, na chinja, kata, kata. Huyu aliyekuletea matatizo leo akamatwe, akamatwe, akamatwe. Shangazi wa mbali, na kuvuta, na kuvuta, na kuvuta, na kamata ulimi wako, na ukata, na ukata, na ukata, na uvuta ulimi wako, na ukata, na ukata, na ukata. Hautaongea, hautaongea, hautaongea kuanzia leo. Ndimi zako na zihukumu, na zihukumu sawa sawa na Isaya 54:17. Bwana ananiambia ni hukumu hizo ndimi. Leo naamua, nazivuta, nazivuta. Huo ulimi wa bibi yako, wa shangazi yako, wa mjomba wako aliyenena kwenye kiringi, aliyenena kwenye anga, huo ulimi wa chifu, huo ulimi wa kuhani, huo ulimi wa shehe aliyefanya kisomo, huo ulimi wa mganga wa Lindi, wa Kigoma, wa Ruvuma, wa Mpanda, wa Sumbawanga, wa Tanga, wa Kilimanjaro, wa Arusha, wa Tabora, wa Dodoma, wa Morogoro, wa Mwanza, Kiringeni. Leo na kuvuta, na kuvuta, na kuvuta, na kuvuta, na kukata, na kukata, na kukata, na kukata, na kukata, na kukata, na kukata. Kata, 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 kata. Waliokusanyika Kiringeni wakatwe leo, asikimbia hata mmoja. Kamata upanga, kata, 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 kata. Aliyesoma kisomo, aliyevaa irisi, aliyevaa kaniki, aliyebeba silaha, aliyebeba irisi, aliyebeba kuku, asitoke huyo, hata kama ni ndugu, hata kama ni rafiki. Rakapayasha handoria kataya keterebekea ribrasaya labaka. Bwana kamwambia Yehu asiponyoke mtu. Leo chinja Yezabeli, chinja na wakala wake, chinja na roho zake, chinja na watoto wake. Shakatoria na baka, kuwa giza, kuwa anga, kuwa uchawi. Leo ukiponyoneka kwenye upanga wa Elia, utakamatwa. Kwenye upanga wa Elisha, utakamatwa. Kwenye upanga wa Yehu, leo nakutokea, leo nakutokea.
ile roho ya Yehu ikutokee, ikukimbize wewe Yezabeli sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Malikia wa uchawi Yezabeli, Yezabeli leo kwenye mapori, kwenye jangwa, kwenye milima, kwenye viringe, chatu, masimba, majoka, sura yote unayetumia leo, uchawi na uganga na ushirikina, wakuu wa giza, wakuu wa anga, sasa hivi na wakata, na wakata, kata miguu yao, kata miguu yao, kata miguu yao, toa matumbo, piga nyundo ya kwenye taya, kata miguu yao, pasua taya zao, piga nyundo ya kichwa, raka tosha riba dabaka, ribrasaya. Biblia inasema silaha zetu zina nguvu katika Bwana. Hawajawahi kujua ya kwamba unaweza ukapiga tanga handeni, ukapiga kwenye maskani yao. Leo hawatalala, hawatalala. Kiela hawalali, Tabora hawalali, Sumbawanga hawalali, Shandu rakatoria baka. Bwana kuinue kama jeshi. Leo piga nyundo za kichwa, piga nyundo za kichwa, watokee kivingine. Bwana akufanye mwali wa moto, akufanye rungu lake, akufanye nyundo yake. Leo piga, piga waliolala makaburini, wanaosumbua wengine. Nasema wapigwe, nasema wapigwe, nasema wapigwe, nasema wapigwe. Huyo babu anayekutokea usiku wa manane, huyo bibi anayekutokea usiku wa manane, piga nyundo, piga nyundo, piga nyundo ya taya, momeno. Hatakula nyama tena za kichawi. Kata mikono, kata miguu, kata miguu, kata vidole vyake, vuta ndimi zake, uzikate. Shara badoro wakosha, kata, 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 kata. Hawakujua silaha zako zina nguvu katika Bwana. Tuma kombora, mvua ya mawe ya moto yawashukie kila kona, kila kona, kila kona, kwenye malango ya adui. Huyo adui, huyo adui, huyo adui. Ukifunga malango, tunapasua, 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 tunapasua. Bwana akasema juu ya mwamba huu alijenga kanisa, malango ya kuzimu hautatuweza. Tunakujia ewe kuzimu, uliyemeza maisha ya watu, vizazi vya watu, maisha ya watu, hatima za watu, maisha ya watu, afya za watu. Leo hii, leo hii, leo hii, leo hii, leo hii, leo hii, mawe ya moto, mawe ya moto, volkano ya moto, naishusha, naishusha kwenye maskani ya malkia, kwenye maskani ya malkia, malkia wa bahari, malkia bahari ya Hindi, Atlantiki, Pasifiki, bahari ya saba, sehemu yoyote kwenye kiti chako, kiti chako sasa hivi napeleka maporomoko ya mawe ya moto, 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 na jaza mawe ya moto. Teketea, 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 teketea. Napiga masafa marefu, masafa marefu, napiga masafa marefu kwa mfalme, kwa malkia, sehemu yoyote, kwa walinzi wake, malkia kwenye viti vya enzi, viti vya enzi, vioo vyake anavyotumia, vioo anavyokuangalia, anavyokusoma navyo, sasa hivi vinapasuka, 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 vinapasuka. Vioo, silaha zake za kukuangalia, za kuangalia, nyungo zake, vioo vyake, nyungo zake, naziwasha, naziwasha, naziwasha. Walinzi wake, walinzi wa kiti, walinzi wa kiti, anguka sasa, anguka sasa, anguka sasa. Leo unaachia, unaachia magereza yaliyoshikilia wana wa Mungu, unawaachia, unawaachia chini ya bahari, bahari ya saba, Pasifiki, Atlantiki, sehemu yoyote, Indian Ocean. Leo malkia, 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 utatapika, utatapika. Maisha mtu huyu utatapika na kujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Silaha zangu za kivita zina nguvu. Nilikuambia silaha zangu zina nguvu katika Bwana. Naangusha ngome za mababu, za mabibi. Sasa hivi napiga, napiga masafa marefu, napiga makombora chini ya bahari kwa malkia, kwa mfalme. Uliachilia vijana wako wakamuoa huyu dada. Leo, 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 leo kataba wako unaputa, unaungua. Kataba wako unaungua, mataba yako inaungua. Nisaidie.
kupeleka moto, kupeleka moto, masafa marefu makaburini, sehemu yoyote, kwenye kaburi la chifu wa familia, kwenye kaburi la muasisi wa ukoo, sehemu yoyote walipoweka mazindiko, walipoweka maziwa, walipoweka pombe, walipoweka damu, wakaunganisha kitovu, wakaunganisha jina lako, wakaunganisha mambo yako, leo na watokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu unawatokea. Silaha zako za kivita zina nguvu katika Bwana kupindua. Leo waone moto, leo waone moto, leo waone moto, leo waone moto. Shaka tosi ratatata shandarabaka. Endelea kuomba saa 6 kamili. Endelea kuomba, kazana. Wasikae kikao chochote wanga wakubwa hao kwenye anga la Dar es Salaam. Ninainuka kwa jina la Yesu, na wainukia wakuu wa anga la Dar es Salaam, wakuu wa giza. Hamtaruka kwenye frequency za malango yenu. Sasa hivi natuma makombora ya kivita sasa hivi, yaelekee kwenye ngome zenu, yaelekee kiringeni kwenu, yaelekee kwenye anga. Leo hii na bomoa mkuu wa anga na Dar es Salaam, mkuu wa anga na Tanzania, mkuu wa giza, falme zako na mamlaka zako na wakuu wa giza na jeshi lako la pepo wabaya, na pindua na kata network, mfumo wako wa mawasiliano ya rohoni, mfumo wako wa frequency, njia zako nazipindua leo uwe kipofu, na ng'oa macho yako, ewe giza, ewe mfalme wa kuzimu, ewe mfalme wa anga, ewe mfalme wa ukoo, ewe mfalme unayetawala eneo fulani, na ng'oa, achia chatu mkubwa, achia chatu, napindua ufalme wako, achia kuinuka kwa watoto wa Bwana, achia space, tunainuka juu ya anga la Tanzania, tunainuka juu ya mlima Kilimanjaro sasa hivi, mazindiko ya mlimani, milima ya Morogoro, milima ya Kilimanjaro, milima ya Arusha, milima ya Sumbawanga, milima ya Kigoma, milima ya Mwanza, Kilimanjaro kwenye kilele cha aina yote. Leo tunatawala, nampitisha mtu huyu, nampandisha juu ya level hiyo, napandisha na mali zake na uchumi wake na watoto wake. Hautamtawala unayemiliki anga la Afrika, anga la Tanzania, anga la ukoo. Leo yupo mtu anainuka zaidi ya ukoo, zaidi ya kijiji, zaidi ya mkoa, zaidi ya taifa, zaidi ya Afrika. Nampandisha kwenye kilele kilicho cha zaidi ya milima ya Kilimanjaro. Leo nota yako ionekane juu sana, naipandisha juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Hawakuwezi. Freemason wa eneo, Freemason wa kibiashara, Freemason wa biashara, leo hii wapindue, my God, wapinduke karado shatalabaka lebra santo shelebele rikata shalabaka radima rabakaria remashando robosika lebraka toshalabaka
Orandi barabaka popote pale ulipo, pindua 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 pindua, wasikuzoe 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 wasikuzoe. Sasa hivi pindua maskani zao, pindua pindua popote walipo kwa jina la Yesu. Pinduka pinduka na pinduka na pinduka vitu vya na pinduka pinduka pinduka. Sasa hivi pinduka pinduka waliruka pinduka pinduka waliruka pinduka pinduka wadoa pinduka pinduka pinduka. Sasa hivi wanapinuka pinduka 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 vitu vyao vya enzi pinduka pinduka. Sasa hivi walikwenda milimani pinduka 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 makaburini pinduka. Sasa hivi wanapinduka 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 waliruka popote kinyume na umama, walikwenda popote kinyume na elimu. Sasa hivi wanapinduka 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 kwenye taifa, wanapinduka kwenye familia, wanapinduka 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 kwenye mtaa kwenye taifa, wanapinduka wanapinduka. Pindua 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 kwenye ndoa, pindua kwenye uchumi, pindua kwenye afya, pindua silaha zao, pindua pindua pindua. Sasa hivi haribu 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 chawi wao, haribu irizi lao, haribu silaha zao, haribu sasa hivi sasa hivi sasa hivi. Waparalyze 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 waparalyze, wateketee 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 kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto wachawi teketea teketea kwa moto irizi teketea kwa moto teketea. Washa moto washa moto washa moto washa moto washa moto angani, washa moto kwenye familia, washa moto kwenye ofisi, washa moto kwenye msimu, washa moto washa moto washa moto washa moto washa moto washa moto. Wawake 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 wateketee wateketee wateketee. Usiwache usiwache usiwache, haribu mambo yao, haribu kibuyu chao, haribu irizi lao, toboa macho toboa macho toboa macho toboa macho. Washa moto mipango yao, ramani zao, mipango yao ya mawasiliano, mipango yao ya kuruka, mipango yao ya ushirika, chama chao sasa hivi, chama chao kule shuleni, chama chao kule kazini, chama chao kule kanisani, chama chao cha kichawi, chama chao cha uganga, chama chao cha ushirikina, chama chao cha freemasoni. Sasa hivi sasa hivi sasa hivi sasa hivi unatoka 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 unatoka, kinawaka 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 kinawaka. Gereza lao linawaka moto, gereza gereza la mateka, gereza lofunga watu, gereza lofunga watu. Sasa hivi linawaka 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 linawaka. Piga nyundo za kichwa, piga nyundo za kichwa, piga nyundo ya taya, piga nyundo ya taya. Kura paya shante ribra kato shalabakato. Vuta ndimi zao, kata kwa moto. Vuta shingo yake, usimwache huyo, kata kwa moto leo kwa jina la Yesu. Popote kitandani alipolala leo, namchinja namchinja namchinja. Aliyekukamataga leo anachinjwa. Malaika wa Bwana amtokee popote alipo leo, anapiga yowe, anachinjwa anachinjwa, anakatwa katwa vipande vipande popote alipo. Naita nafsi yake leo achinjwe kwa jina la Yesu, in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Nina furaha sana kuwa na wewe. Ninaziona dalili njema 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 sana. Ninamcheka adui sana. Kwa jina la
sana sana sana. Shetani ni muongo hujawaiona. Akicheka ndo analia, akilia ndo anacheka. Kwa hiyo ukiona anainua mabawa ujue ndo ameshikiliwa chini, ndio muda wake wa kuondoka umefika. Ukiona anajaribu kuleta upinzani ujue amekwisha kufika mwisho. Isingekuwa kwamba anafika mwisho asingeinua upinzani. Ninamshangilia Bwana kwa kuwa nimeona anguko lake, nimeona anguko la adui kwenye maisha yako. Ninaona kabisa ya kwamba unatoka msimu huu, unatoka. Nasema dada unatoka, nasema mama unatoka, wewe kijana hapo unatoka, wewe mzee kitandani unatoka. Bwana anakuinua juu, unavuka juu ya kila aina ya falme na mamlaka na kila aina ya jeshi la pepo wabaya. Ninakutoa kwenye shimo refu la giza. Bwana akuinue viwango vya juu, sio tu juu ya kila kilele, ukashine, ukaangaze, nuru yako ikufanye uangaze. I declare in the name of Jesus, aliyekukamata moto wake umewaka, aliyekukamata mahali popote, aliyekamata kucha, aliyekamata miguu, aliyekamata kizazi, aliyekamata sehemu za siri, aliyekamata nywele zako, aliyekamata kitofu, siku ya leo mahali alipo leo hii anateketea. Nina habari njema upande wako na habari mbaya kwa adui. I announce a war. Ninatangaza vita dhidi ya adui yako, dhidi ya adui yako. Leo ni siku ya 8 iliyo njema. Leo ni siku ya 8 iliyo njema. Tumeingia siku ya 8. Tunaangusha falme na mamlaka za adui. Na hivyo nakuomba ukae vizuri sana sana. Hapo unaponipata kaa hapo, wala usihangaike. Wewe unachohitaji ni sauti. Sauti inatosha, inatosha. Kwa hiyo kama unampata kwenye redio uko vizuri sana. Tunaenda vizuri mno. Usihangaike na kwingine. Kaa hapo. Na nakutangazia kwamba umeanza msimu wa vita. Msimu wa mapambano. Lazima waanguke, lazima wang'olewe. Lazima babu yako na babu wa mababu aliyefanya tambiko, leo unachomoka huko. Leo unatoka kwenye laana, unatoka kwenye balaa, unatoka kwenye mikosi, unatoka kwenye msururu wa magonjwa. Leo unachomoka, kwa kuwa ni siku ya kuangusha falme na mamlaka za adui. Na kwa hiyo leo tuna uhuru wote wa kuingia kwenye namna ya kupiga vita, kwa sababu Bwana wetu ametutangulia, alishatutangulia, na kitaeleweka. Amen. Biblia inamtambulisha shetani kama mwizi. Mwizi kabisa. Yohana ile 10:10 inasema mwivi haji ila aibe na kuua na kuharibu. By definition ana huduma 3. Shetani ana ministry zake 3. Ukizicapture hizo umemweza. Anakuja kama mwizi kwa sababu hana uhalali. Ananyemelea. Anatumia hila. Anatumia ujanja. Anatumia miko. Anatumia mila na desturi. Anatumia utaratibu wa hila. Anakuja ili aibe, kisha auwe, na kisha haribu. Akiba hatima yako, anaimaliza, anaharibu. Akiba amani yako, anakuua, anaharibu hatima yako. Leo kwa jina la Yesu, kila alichoiba atakitapika. Na kwa hiyo hii ndio asili yake. Anaiba, anaua, anaharibu. Ndio lengo kuu. Usifanye urafiki na adui. Biblia inasema wala usimpe shetani nafasi. Hutumia hila nyingi sana kukupata. Ujanja mwingi sana. Ndio maana anaitwa ni mkuu wa giza. Anatumia mbinu hila. Akufunge kwenye vitu ambavyo hutaelewa. Ndumba. Yaani umeenda tu mahali, anatumia giza, hila ambazo hazijulikani na watu wengine. Anachota nyayo, anashika nywele, anashika nguo, anashika vitu, anafanya mafundo yake ili ushikwe kwenye giza. Anatumia hila kwa kuwa na kuogopa, kwa kuwa anajua ukigundua ndio mwisho wake umefika. Leo tumemgundua ya kwamba Biblia inasema ni mwizi. Ni mwizi. Na alichoiba cha wana wa Mungu leo kitarudi kwa jina la Yesu. Kitarudi leo. Kitarudi leo. Biblia inasema pia silaha zako za vita zina nguvu katika Bwana. Hata kuangusha ngome.
Biblia kwenye Korinto ile sura ya 2 mstari wa 10. Maana ingawa tunaenenda katika mwili mpendwa, unaniona katika mwili, lakini kuna jinsi nafanya vita kwa namna ya tofauti. Vita vyangu ni vya long range. Niko hapa naweza kapiga Marekani, niko hapa naweza kapiga China, niko hapa naweza kapiga South Africa. Vita yangu ni ya rohoni. Silaha zangu ni za long range. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa njia ya mwili. Ukitaka ukutane na mimi vizuri rohoni, hapa naweza kacharaza bahari ya 7, nikampa shida sana malkia, akatapika, nikaharibu vitu vyake, nikatoa mateka sehemu waliposhikiliwa. Kwa nini? Vita yangu sio ya mwilini. Unaweza ukawa ni mdogo mdogo, lakini unatesa kuzimu. Biblia inasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, malango ya kuzimu hayataliweza. Ukiinuka kimaombi, malango ya kuzimu yanaanza kuomba po, kwa sababu unadai vitu vyako. Leo mawe ya moto yatashuka kwenye malango ya kuzimu. Leo shetani atakiona cha moto. Kama alichukua cha kwako, leo unainuka kama mtawala, unamiliki vitu vyako tena katika jina la Yesu. Ingawa unaenenda katika mwili, ndio maana watu wanakutiaga moyo, usifanye maombi ya moto, usijifanyie maombi siyo ya kukata. Hawa ni wachawi wakubwa. Wanatafuta kujificha kwenye maombi ya kawaida ili usiwacharue. Ndio maana wamejipanga hata makanisani, wanapingaga maombi ya moto. Wanasema tuombe tu maombi ya kawaida. Leo watapigwa kwa masafa marefu, watapigwa kila kona, kwenye praise team, kwenye maombi, kikundi cha maombi, kwenye uongozi wa kanisa, sehemu yoyote kanisani, sehemu yoyote kwenye familia, katika jina la Yesu. Maombi yanayoitwa ya kushambulia ndio maombi ya mpendwa, ndio maombi ya kifalme. Haya ya kujilinda ni maombi dhaifu. Maombi ya kumomba Mungu, Bwana nilinde nilale, ni maombi dhaifu. Wanakuja kuchezea ngoma sebleni huku umelala. Ukichelewa wanaingia chumbani, wanakushusha kwenye kitanda, wanaanza kushughulikia mkeo, wanashughulikia mumeo. What a pit. Leo kwa jina la Yesu, sio tu ulinzi, leo tunapiga ngome zao, tunapiga ngalao. Natamani sikie mtu ambaye anapiga maskani ya adui. Natamani anayerukaga kwenye mtaa wako leo akujue ya kwamba upo, akujue upo. Nashusha silaha zake, nashusha silaha zake, nashusha nyundo zake, nashusha fimbo zake, nashusha mikia yake, nashusha kibuyu chake kwa jina la Yesu. Itajulikana ni Mungu yupi mwenye nguvu. Ndio. Aruke kwa kutumia fagio, atumie fimbo, atumie fisi, atumie namna mnyama yote. Leo kwa jina la Yesu, hanyanyuki, hanyanyuki. Msimu hatoki. Anywe mafuta ya simba, ajipake kinyesi, afanye namna yote mazindiko. Leo hatoki hapo. Leo nasema kwenye anga lako leo, haruki bibi, haruki babu, hatui mtu yoyote, fisi yoyote haitui, kwa jina la Yesu Kristo hai. Leo napiga meno yake anayotumia kula watoto wachanga, kunywa damu, kula nyama za watu. Leo napiga nyundo kwenye meno kwa jina la Yesu. Navuta ulimi, napendaga hii ya kuvuta ulimi. Unauvuta ulimi wake leo, unakata ulimi wake kutokea ndani kabisa. Hata ongea, hata ongea. Leo namwadamisha. Alizoea kuinuka inuka, alizoea kuchezea, hakujuaga wewe una silaha za moto. Biblia inasema silaha za mtakatifu zina nguvu katika Bwana hata kuangusha ngome. Leo napiga mahali popote walipofanyia matambiko, pageuke moto, pageuke moto, pageuke moto, pageuke moto. Aliyeshiriki hilo tambiko leo apigwe radi. My God, my God, my God. My God, my God. Hawakujuagi wewe kwamba silaha zako za vita, ukisema za vita maanake ni kama hivi. Ukianza mapambano, sijasema mimi mpendwa, ile wa Korinto wa 2 sura ya 10 mstari wa 4. Silaha zako za vita, una kombora zisizokuwa za kawaida, za masafa marefu, za kupiga angani, za kupiga ardhini, za kutoboa hata kama ni kilomita
kwenda ardhini, kwenda baharini. Unaweza kukaa hapa ukapiga bahari ya saba, ukampiga malkia wa bahari ya saba, ukampiga mfalme wa bahari ya saba, ukapiga vijana wake, ukawatawanya, ukawaharibu, ukawachosha. Leo ukaamua makombora yako unapiga tu kwenye bahari ya saba, unakomboa Mkristo yoyote aliyeshikiliwa kule, hata kama ni Mkristo sio Mtanzania, ili mradi ni mwana wa kifalme. Leo kwa jina la Yesu tunatangaza haki ya Bwana idhibitike kwa jina la Yesu. Nasikia unamejaa nguvu za Bwana. Silaha zako zina vita, za vita zina nguvu katika Bwana, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, kuangusha ngome. Na kwa hiyo leo watalia, leo watakoma, leo watajuta, leo watajuta. Paulo kwenye Waefeso ile 6 anatuambia kitu tunachoshindana nacho. Nampenda Paulo, anaelezea namna ambavyo tunashindana na vitu vikubwa. Sikiliza wewe uliyekaa kimya. Unadhani unashindana na pepo mchafu tu wa baharini, unadhani unashindana na jini mahaba, unadhani unashindana na mchawi sijui mfanyakazi aliyetumwa kwako. Unashindana na vitu vikubwa. Ukianza kutawala unakutana na vitu vikubwa. Haya madude madogo madogo haya yapo kwa ajili ya watoto wadogo, yapo kwa ajili ya watu ambao hawezi kuhema, hawezi kutoka, wanafungiwa mahali pamoja wasitoke. Kwa wana ambao ni wa kifalme, wanataka kueneza ufalme kwa long range, wanataka kueneza biashara yako kimataifa, utakutana na vitu vinavyoitwa territorial spirit, vinaofunga anga, vinaoamua nani apate Tanzania, nani asipate. Kwa hiyo unapoanza kuinuka kwa msimu wako, unaanza kukutana na viumbe ambao wanasema tuliamua kwamba tuwapatie tu watu fulani waliotoa kafara. Unawaambia kwa jina la Yesu, pamoja na kafara zenu, ina kafara ya damu ya Yesu, achieni fursa zangu. Ulishasikia kuna viumbe wanaitwa sijui Freemason, wanafanyaga magano yao ili wapate wao, wajigawie wao. Lakini natangaza kwa jina la Yesu, kuanzia saa hii, wewe ni zaidi ya Freemason, wewe ni zaidi ya wachawi, wewe ni zaidi ya waganga. Leo utawatafuna wao. Leo natamani utafune mtu. Leo analiwa nyama leo. Silaha yako naitengeneza iwe ni silaha ya malaika wa moto. Kuna malaika wa moto wenye meno ya chuma. Leo wanawasaga saga, wanawageuza mboga, kachumbari. Yani yule aliyekuwa anakuonea, leo kiumbe amtokee usiku, amgeuze kachumbari, amsage sage. Biblia inasema Bwana wetu ni moto ulao, una meno, unatafunaga, unakulaga. Watamka asubuhi, hawaoni nyungo, hawaoni kibuyu, hawaoni mkeka, hawaoni kaniki, hawaoni silaha. Moto umekula. Wanazoea, unafukuzaga, wanatoka, wanarudi. Nimetoka, nimerudi. Leo unapiga mpaka maskani yake. Leo unapiga. Awe alishiriki, mimi namuonea huruma. Awe, tutakuwa na habari nyingine kesho. Nimesoma shuhuda, nimeanza kuona dalili. Mara maviumbe yamedondoka, mara maviumbe yamekamatwa, mara vitu vimeanza kukamatwa, mapaka yamekufa. Ukiona hivyo, kila kiumbe kinachotumia nafsi ya kiumbe kingine kufanya uchawi hakipiti rada zako. Rada zako hazikatizwaji. Rada zako hazikatizwaji. Wakatiza kwenye mlango, unakuta kesho maiti. Ni mtu ameondoka, ila wewe unaona paka. Yani wewe tayari kule umeondoa mtu. Alitembelea nafsi ya paka ili aje alilie kwenye dirisha lako, ili aje akuvute nafsi, akuamshe, achukue nyota zako na hatima yako. Asubuhi unakuta paka amelala pale, ni mtu kaondoka. Leo nakwambia kabisa, wanaondoka watu wasiokuwa kawaida. Na kutangazia, sisi kama unadhani tunawaombea sijui wanenepe, sijui adui yako muombee, nasema hivi, kama wewe unamwacha mwache, akubane kwa wakati wako. Sisi hapa silaha zetu zina nguvu, sio zimpake mafuta adui, katika Bwana hata kupindua ngome. Haleluya.
Mungu wetu ni moto ulao. Hayo mengine na kuachiwa na mchungaji wako, mkaambiane mengine. Ila kama umejiunga hapa na kuambia jiandae, kuna watakao hama ofisi, kuna watakao toka ofisini. Nimesoma shuhuda ya mtu ambaye tayari ameexit. Nimeanza kuona shuhuda za ofisini zimeanza kuinuka. Watu wameanza kupaki virago vyao, wanaachia space kwa ajili ya mwana wa Mungu. Nikisikia hivyo naanza kujisikia vizuri sana kwamba unaanza kuinuka, unaanza kuonekana. Sikiza nikwambie mpendwa, maombi yetu sio kulialia tu na kunena kanisani na kuwa wana wadhaifu. Sisi ni wana wa kifalme, tunatawala, tunamiliki. Tukikaa mahali hakuna cha uchawi wala uganga. Ndio maana utaitwa ni mchawi sana, kwa sababu unawanyamazisha wachawi wengine wote. Usitegemee kuona unajua huyu mchungaji ni mkali sana. Kwa taarifa yako, mimi wala sio mchungaji. Basi sio mchungaji, utaniita jina unalotaka, lakini nakwambia kwa jina la Yesu, mimi ni mwana wa Mungu, mwana wa kifalme, balozi wa mbinguni. Nimetumwa kuhakikisha ufalme wa Bwana unaenea, na yote anayekamata amekamata mali za Bwana. Ataachia kwa jina la Yesu, ataachia kwa damu ya Yesu. Akamata uchumi wako, amekamata uchumi wa baba yangu. Leo nasema ataachia, ataachia, atake asitake. Sisi ni mashabiki wa baba yetu. Kazi za mbinguni ndio za kwetu. Tunawekezaga, tunanunuaga ugomvi. Ugomvi wa mbinguni ni wa kwetu. Leo uliyeshikiliwa, uwe unataka au utaki, uwe unapenda upendi, tupo na wewe. Utatoka, utatoka. Nasema unajua siwaelewe hao watu. Utatoka, utajikuta ushatoka, utajikuta ushatoka. Alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Petro. Aliwekwa gerezani, akalala, akasinzia. Malaika wakaanza shughuli, wakamkuta amelala. Wakamwambia, hivi Petro, wewe unalalaje? Kwenye katikati ya vita unalalaje? Wakampiga kibao cha ubavuni, akamka juu. Wakamwambia, toka lango la kwanza, lango la pili. Ghafla kaliona lango la mji, mji ukamfungukia. Lango la chuma likafunguka. Nasema mageti ya chuma na shaba yatakufungukia katika jina la Yesu. Alikuwa nadhani ya kwamba naona maono. Lilipofunga lango la mji, akaona mji, akaona fursa, akaona maono ya mji. Leo utaona mji ulivyo, utaona mali zilivyo, utagundua hauoti, utagundua sio maono. Utasikia simu zinapigwa, utasema hivi naota ama ninaona. Ni umewazidi nguvu wale maadui. Leo wapindue, pindua, 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 pindua. Waganga wa mji, mashehe wa mji, wakuu wa mji, watu wa kafara wa mji. Leo pinduka. Karada ubashandi ni mekena. Uradi barabakato shari. Ninamuinua mwana wa kifalme. Mimi sitengenezi muumini hapa. Natengeneza giant la kifalme. Natengeneza mtu ambaye anaeneza ufalme wa Mungu. Ulishaona ufalme ukiwa mdhaifu? Kama uliwahi kuona labda wa kwenu, lakini falme zote ni falme zinazotawala kwa power, kwa power. Military power ndio nguvu ya kwanza ya kupima ranki. Ukitaka wajua Marekani, ukitaka wajua kwa nguvu zao, watakufanyia show ya silaha zao. Wakikuonyesha ndege za kivita tu na makombora yao, utajua nguvu yao ya kivita. Hawahitaji kukupiga, wanahitaji wakuonyeshe tu power yao. Unasema walipiga sehemu moja, wakapiga mita 300 kwenda chini. Kombora linapigwa sehemu kilomita kadhaa kwenda kwenye mji mwingine, linafika linatua chini, linapitiliza mita 300 mpaka chini, afu linapasukia chini. Hata ujifiche chini ya bahari. Silaha zetu zinazidi silaha za Marekani. Za kwetu zina nguvu katika Bwana. Ziko powered by God. Ziko powered by the Spirit. Leo zitamsaka mtu yoyote popote alipo. Tukiamua unapatikana. Tukiamua unakamatwa. Tunalo jeshi la mbinguni litasaka kila kitu. Leo tunang'oa meno, tunakata vipande vipande. Tutakuweka hapo uliwe mchuzi. Majeshi ya kuzimu yatakula. Yani kuna watu walikuwa nakutoaga we kafara. Leo tunawatoa kafara, afu tunaita yale malaika ya giza ya watafune. Leo malaika wa giza watakula maajenti wao. Leo watakunywa supu ya maajenti wao. Unacheza na mwana wa kifalme wewe. Paulo anasema kwenye Efeso 6:12 kwamba mtakatifu yoyote aliyoko Disciples Fellowship sio mtakatifu wa kuchezea. Ni mtakatifu ambaye haombi amani, haombi neema tu, haombi msaada alili.
ni wakati mwingine huwa anaingia vitani. Anasema kwa maana kushindana kwenu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anasema hivi, ukitaka uone silaha zetu zinavyokwenda kwa speed ya moto, zinavyokwenda kwa high voltage, ukitaka uone zinavyokaanga mtu, zinavyokausha mtu, zinavyoinua pressure mpaka 300. Mtu analala, asubuhi amekauka. Alishakauka kama amekufa siku kadhaa zilizopita. Kwa nini? Amepigwa na silaha ya uweza wa Bwana. Ukitaka kuziona hizo, uzioni kwa macho ya nyama, unaziona kwa ulimwengu wa roho. Anasema kwa sababu au kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Hatuna ugomvi na mtu, hatuna ugomvi na dada yako, hatuna ugomvi na mama yako. Ila kama amejichomeka kwenye ulimwengu wa roho, akawa kinyume na sisi, leo anaondoka. Meza hilo. Meza hilo. Meza hilo. Umezaliwa naye ni sawa, kwenye mwili ni ndugu yako. Ndugu yangu akishakaa kinyume nawe kwenye ulimwengu wa roho, alivaa kaniki, akacheza kutu, akafanya kuzindika kinyume nyume kwenye mlango wote, akaita vitu vyao, babu mzaa babu, bibi mzaa bibi, sijifanya hivi na hivi. Leo atapigwa radi, hatoka arudie. Kama alikalia kigoda, hapo alipokalia ataona moto. High voltage itapiga pale. Asubuhi ukisikia majeruhi wa kiuno, majeruhi wa makalio, usipate shida. Ukisikia mtu ameparalyze, mdomo uko nyuma huko, usipate shida. Kuna jinsi amekutana na silaha ya Bwana. Silaha ya Bwana. Wanafundishwa wasamehe maadui, huna shida nao kimwili. Nataka nikuambie msamaha wao ni wao kukimbilia msalabani. Msamaha wao ni yao koke. Asipookoka anaondoka, my friend. Kwa sababu vinginevyo hichi anachoshindana na wewe anaweza kuondoka, anaweza kumwondoa mtu. Ukasikia Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Eti tunasindikiza mtu ambaye alikuwa anasema kila siku, jamani, mapepo yananikaba mimi, jamani, mapepo yananikaba. Tukakaa kimya, tukaombea maadui eti waje waokoke siku moja. Hawajaokoka. Wakala wakashiba, wakaongeza nguvu, wakaongeza kafara, wakaja wakanyonga siku moja. Alafu na sisi tuwe na ujinga kiasi cha kuwasindikiza kwenda kuwapa nyama kwenye makaburi. Zitapigwa kabla hujaondoka. Zitapigwa ama zao ama zetu. Yani kabla hawajafanya hicho kitendo. Mimi nasema hivi, yani kabla hawajafanya hicho kitendo, watajeruhiwa sana. Yani watajuta hiyo kazi walioanzisha. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya namba moja. Juu ya nini? Falme. Ndugu yangu, wewe ushindani na mjomba, ushindani na shangazi, ushindani na shoga yako. Maombi yako umeyafanya amekuwa level ndogo kwa sababu unadhani unashindana na shoga yako. Unashindana na falme. Falme. Yani the moment umekaa kwenye upande wa Kristo tu, kuna falme zinakuja kinyume na wewe. Ukikaa kimakosa, watakuuza, watakutafuna. Unashindana na falme. Namba moja, falme wana nguvu. Falme lina jeshi. Falme lina mamlaka. Falme lina system. Na kwa unashindana na mfumo. Mfumo. Tuna break mifumo. Tunavyoomba hapa, usifikiri tunaomba kwa ajili ya wewe tu, unajua upate uponyaji, sijui kichome kikuache, sijui uvimbe uyeyuke. Tunaomba kumwingiza mtu kwenye namna ya level ya juu, kiasi cha kwamba anavunja mifumo ya dunia hii. Kwa hiyo tunashindana, kwanza ni falme. Cha pili, mamlaka. My God. Paulo anaeleza hatushindana na mapepo tu. Falme, mamlaka. Namba 2 anasema mamlaka. Namba 3 anasema wakuu wa giza. Sijui kama unaelewa hapo ulipo kuna wakuu wa giza. Yani kuna watu ambao wanaitwa wakuu. Wakuu. Hapo ilo eneo kuna mkuu ambaye anamiliki territory. Kabla watu hawajaomba frequency ya kuruka, lazima wapite kwake. Yeye ndo ana control territory. Na hii ndio system ya adui ya kutawala. Kila mahali ameweka mkuu.
ameweka mkuu, wanaitwa wakuu wa giza. Alafu kuna mamlaka zinazowatawala. Haya ni madude, mamlaka pamoja na wafalme. Ukisikia mamlaka, hawa ndio wale malaika wa giza walioanguka. Hawakai ndani ya mtu hawa. Hawa sio mapepo. Hujafikia level ya mapepo. Hujafikia level ya pepo anayesema sitoke. Yaani ile pepo nalokuambia alitoke, hujalifikia bado. Falme hazikai ndani ya mtu, ziko mali zinatawala. Nitakwambia ziliko hizi, na kuna wakati tunatumia silaha za long range, unayapa shida sana. Ndio maana utasikia manifestation ambazo hujawahi kusikia kwenye sehemu yote ya maombi. Utasikia. Una vitu hujawahi kusikia. Leo watashikwa hapa, watalia, hujawahi kuona. Hujawahi kuona. Hii ndio maombi ambayo Malkia mwenyewe anakuja sema, umenisumbua. Usiongee kwa kelele. Nasema napiga nyundo ya kwenye meza. Ushawahi kuomba pepo akatoka? Haujaacha, ukaomba ukakemea aliyetuma pepo, wakatokea, wakasema umenisumbua, umeniita, ukapiga, ukaangamiza. Akaja mume wa mtu, mume wa malkia, akasema ni mfalme, akanegotiate, akasema sasa naomba uniachie tu ili eneo, mimi ni kuachia hapa. Unakaa mpaka unajiuliza, yani viumbe vinakuja kwa ajili ya mazungumzo, kwa ajili ya mazungumzo. Wewe unatoaga pepo moja, unajisifia, unaonyesha kwenye TV nzima umetoa pepo moja, unavuta klipu zote, unaonyesha watu. Sikiliza, pepo amtokapo mtu hupita pasipo maji, anazunguka zunguka, hajaenda popote, anatafuta sehemu ya kurudi. Sisi tukipiga, tunapiga mpaka alikotoka, mpaka alikotoka, after system ya kuyafungia. Ndio maana na kuogopa. Wengine wanatoa na tawanya. Si tukiyatoa tunayapiga lock. Hayatatumika tena. Ndio maana sasa hivi malkia anatoa machozi. Machozi analia. Anasema disciples, nyinyi nilizungumza na nyinyi, tafadhali mwache hizi mambo. Mbona mnanitesa? Mbona wengine wakiomba hawaombagi haya? Unaombea tu mtu achia tumbo. Sisi tunataka anga, tunataka falme, tunataka watu wainuke. Wewe usiletee biashara kutawala watu. Paulo anasema tunashindana juu ya falme. Namba 2 mamlaka. Namba 3 wa kuagiza. Namba ya mwisho kabisa anasema kuna majeshi. Sio jeshi my friend. Kuna kitu inaitwa majeshi ya pepo wabaya. The cluster of all demons. Categorically. Kuna mapepo ya aina mbalimbali. Ya aina mbalimbali. Vikosi vya aina mbalimbali. Vimespecialize kwenye matukio ya aina mbalimbali. Mengine ni kwenye biological weapon, mengine kwenye financial difficulties, mengine ni kwenye namna ya attack. Yani vikosi vya aina mbalimbali yanaitwa majeshi. Kwa hiyo unaposimama mtu mmoja, unashindana na vitu vinne. Number 1 kuna falme. Number 2 kuna mamlaka. Number 3 kuna wakuu wa anga, wakuu wa giza. Na number 4 kuna majeshi ambayo ndani yao yana mabrigedia. Alafu unakuja kukuta huyo agent wa kala aliyoko jirani na wewe anayetumia kibuyu, huyo anakauka hata kabla hujakohoa. By the moment umekohoa, alishakauka. Alishakauka. Yani ukikohoa huyo agent huyo ni level ya mwisho kabisa. Huyo level ya mwisho kabisa. Huyo ndo tunanyonga mapema. Huyo tunanyonga mapema. Hawa ndo wale wanakimbiliaga kanisani. Unajua, tunaona kama kuna maombi fulani yanaanza hapa. Hii sio taratibu wetu. Sio taratibu wetu, unajua. Haya maombi sio kama ya kikwetu kwetu. Mbona ni makali sana. Alafu huyu mtu mbona kama anavyoonekana, ukiona hivyo ujue tayari hawa ndio wale wanataka kupooza. Wanataka kupooza. Haupoi. Hao ndio anakuambia unajua jirani, unajua tunapendana, sisi wote tuko sawa. Mungu wetu ni mmoja. Mungu wetu ni mmoja, unakamata nyayo. Mungu wetu ni mmoja, unakamata kizazi. Utatueleza vizuri hicho kizazi cha huyo binti, hiyo damu yake, hizo padi zake unazikusanyia nini? Hizo nyayo unazofuatilia kwenye magunia ya kufutia miguu jioni pale, unaokotaga ule mchanga kwa ajili ya nini? Unatuambia Mungu wetu ni mmoja. Wapi wewe? Leo utajua kama ni Baali ama ni Mungu aliye hai. Mungu wako na jitetee. Mungu wako na akutetee. Kama una Mungu na akutetee kwenye shambulio hili.
Elia akasema nyinyi mna Mungu, Mungu wenu awatetee. Akavuta vichwa 400 vya manabii wa Baali. Elia mtu amejaa roho kuliko wewe. Elia nabii akaloa damu, anakata vichwa 400. Wewe atakuwa kuku hujawahi. Haya sio kwenye ndoto. Alivuta, asema asitoke hata mtu mmoja. Wakawekwa chini ya ulinzi, wakafungwa mikono. Akasema sasa nakaa hapa, lete mmoja baada ya mwingine. Akachinja kichwa, weka pembeni. Chinja kichwa, weka pembeni. Nasema unajua mimi unajua naviona haya maombi sio sawa. Baki na uchawi wako. Alikuwa anashindana na uchawi wa Jezebel. Na Mungu akamwambia Yehu, atakayepona kwenye upanga wa Elia, Elisha atakamatana naye. Akiokoka kwenye upanga wa Elisha, kuna chuma kinaitwa Yehu, kitamuondoa. Na Yehu aliondoka kwa speed. Aliondoka kwa speed. Alivyopakwa mafuta na Elisha, akajua kwamba amepakwa mafuta kufanya kazi ya Bwana. Aliondoka kwa speed. Namba 1 alimtafuta Jezebeli aliko, ili amondoe. Walipokuwa kwenye hema lile, kwenye eneo lile la ikulu ya Jezebeli, watu wote wamemshindwa. Elia, kumbuka, alimkimbia Jezebeli, lakini akaangalia kwa mbali. Wakaona kuna gari inakuja, farasi inaenda spidi, vumbi linatimka mpema. Saa zote ni kwamba kuna kasi ya ajabu. Akasema Jezebeli, akasema hebu nenda kwa haraka, mwambie yule mtu anayekuja kuna amani au la. Alafu angalia vizuri anayekuja ni nani. Wakamwambia kwa jinsi tunavyojua hili taifa la Israeli, ile speed ile, ule mwendo anaokuja nao, yale maombi sio mwingine. Wakasema yule atakuwa ni Yehu, na mwelekeo wake ni huku. Akasema hebu kamuulizeni anakuja kwa amani. Wakapiga farasi kumlaki Yehu. Wakaenda kumuuliza, huu mwendo unaokuja nao kuna amani? Akamwambia, mtajua amani wapi. Amani wapi nyinyi wachawi wakubwa? Akasema, leo nitakata shingo yenu na ndege wa angani watakula kichwa chenu. Mizoga yenu italiwa na ndege wa angani. Chuma kikaenda kuteketeza uchawi kwenye kabila la Uchagani, kwenye familia ya Kinamushi, familia ya Masawe, sehemu yoyote. Ninakuombea leo, wake moto kwenye ulimwengu wa roho, uteketeze. Kuwe na kumbukumbu, liwekwe juu kwenye familia yenu kwamba ulipita nao, kwamba wewe ndio kiboko yao. Kwa hiyo Paulo anatuambia tunashindana dhidi ya vitu 4: falme, mamlaka, na wakuu wa giza, na jeshi la pepo wabaya. Unajua, unashangaa Mkristo ambaye amekulia kwenye Ukristo, amekula komunyo, amekula kipaimara na ubatizo juu, na zaidi ya yote amehudhuria maombi. Wale wapya mimi nawasamehe, wale wapya nawasamehe. Lakini unalikuta limpendwa, limejaa mashavu, linamejaa na mwili, liko lina afya njema. Unaliambia omba, linanong'ona. Ndio maana wanakukalia mabegani, ndio maana wanakufanyisha kazi, ndio maana unaosha vyombo usiku. Ukiamka unashangaa mwili umechoka. Kumbe walikuwa wanafanya kikao mgongoni. Wewe ulikuwa kigoda cha mtu. Yaani kuna mtu anakubebaga anaenda kwenye kikao. Kijana mdogo tu anasema naonyesha nivyo mwamba. Anambeba mzee wa kanisa. Anaambia kuonyesha mimi niko vizuri. Mzee wa kanisa ndio kigoda changu leo. Unajikuta unasogea mahali, unaenda kukaliwa kigoda. Usiku kucha, unarudishwa asubuhi, unapiga miayo kama hujalala. Mimi nataka nikwambie, ukisikiliza namna hawa jamaa wanaofanya kazi, hautolala wewe. Hautaomba maombi yako ya kunong'ona. Hautakuwa na mashavu ya menonanona. Utakuwa na hasira, utatamani watafune. Utatamani watafune. Ukisikia wanavyofanya unyama,
ukisikia wanaofanya ukatili. Sijui kama uliwahi kusikiliza hata baadhi ya vitu, shuhuda 2-3 ukajifunza. Mimi nimesoma sayansi ndugu yangu, huwa napendaga logic. Nimefuatilia vitu, najua kabisa walivyo wabaya hao jamaa. Ukiona hizi hasira hizi, usifikiri kwamba unajua usikemee. Sio hivyo. Unajua usiwe unafanya namna hiyo. Mimi nisikiaga watu wanasema unajua usikemea madude. Haya madude sio mabaya. Nikasema wewe hujazaliwa sehemu ambako mambo ni mabaya. Kuna watu wamepita kwenye neema fulani hivi, alafu wanafundisha watu ujinga. Ndugu yangu, wewe una maisha ya tofauti. Una mavitu ambayo sio sawa. Usijazwe ujinga na mtu. Vita yako sio vita ya rafiki yako. Yani kuna mtu mwingine jumuiya tu akiwa anahudhuria jumuiya inamtosha kufanikiwa. Yeye ndo anakuja kwako anakuambia mbona unahangaika sana na maombi? Kumbe wewe usingekuwa hata unaomba, walisha kukula mchuzi. Sasa ole wako wewe uwe mtu wa kulemaa. Hivi tu ndugu yangu, unaponyokiaga sehemu hivi, malaria ikikupiga ni kama nataka kuondoa. Ikitokea swala la shida ni kama nataka kuuza nyumba. Yani wewe unapitaka kwenye mstari na bado una maombi hivi. Ungeacha wewe ulishakwisha. Yani washakuwa wamemaliza habari zako. Sasa mtu anakuja anambia unajua mbona unajihangaisha hivi? Hao watu wasikutie ujinga. Ndio maana unatakiwa uombe kwa bidii. Usijae mishavu hivi ukaona kwamba eti unajua natengeneza mwili. Wewe mwili utakusaidia nini kwenye kumiliki? Utakusaidia nini muonekano? Wewe huwezi kuchanwa hata mbao zikauzwa. Huwezi kuleta faida. Mwili wenyewe huwezi kuongeza faida. Ndio maana unasema unaomba eti huku unafuta nani nywele zisiingie kwenye macho. Unafuta sijui unajua nyusi zako zisijikunje. Unaomba Father, I want you to please have a mercy on me. Afrika ndugu yangu, unakemea madude ya ajabu. Usidanganyike na maombi hayo unayoyaona kwenye TV. Lazima ung'oe kucha, ukate, upige nyundo, kata vidole vya watu. Karako sheterebe ka. Ukitoka asubuhi unasikia shikamoo mdogo wangu. Unasikia watu wanaanza kusema unajua kuna kitu kinaendelea, tukae kikao cha familia. Tukutane ndugu wote. Unawaambia nina mambo mengi, sina muda hicho kikao. Unasikia hicho kikao mpaka fulani awepo. Unaniambia mimi siwezi kutokea hapo. Sina muda. Unajua kila mtu atoe hela kujenga kaburi. Ujua nataka kunasa. Waambie mimi sio mjinga kiasi hicho. Hicho mlichokuwa mnafanya leo mtakunywa hiyo supu yake. Chuma ukishatoka unatoka. Kwa hiyo unashindana juu ya falme na juu ya mamlaka. Tunavyoomba maombi haya kuangusha falme, hatuzungumzie eti mtu mmoja, hatuzungumzii kapepo kamoja kalichokukuta bichi, hatuzungumzii spiritual husband unahangaika naye kila saa unajua naota majini baba. Yani sasa hivi tuna range nyingine kabisa. Tuko kwenye international zone. Kwenye long range. Tunapiga Jamaica, tunapiga Korea, tunapiga Malaysia, tunapiga Japan, tunapiga China, tunapiga Ujerumani. Tunafungua njia za mtu kutawala dunia. Achana nayo nazungumzia unajua jini mahaba huyu dozi yako iko Telegram tulishamaliza. Hiyo tu tulishamaliza. Yani 2021 tulishamaliza hiyo kitu. Dawa chronic critical ya kuondoa majini mahaba. You go there, dozi ukipiga tu kwisha habari yake. Yani kwisha habari yake. Unajua na soul tie, kuna mtu na mwazawaza anatokea kwenye tulishamaliza. Tukatengeneza template tukaiweka kule. Usiturudishe nyuma. Leo namuinua mtu ambaye anatakiwa ainuke juu ya Tanzania, juu ya Afrika, aingie kwenye zoni ambazo Mungu anataka tawale. By the time naanza kuomba hivi, ukiomba kuhusu Japani, kuna miungu ya anga la Japani. Ukiomba kuhusu China, kuna miungu ya anga la China. Ukiomba kuhusu Singapore, kuna miungu ya anga la Singapore. Inamilikigi watu na kuwafanya wafanye kazi sawa sawa na inavyotaka. Na kwa unavyosema naingia kupitia upande wa kivita, maana unashurutisha ile miungu iruhusu mtu kutokea mahali pale aweze kukuona ama muweze kuonana, iruhusu ile fursa iweze kutendeka kwa jina Yesu. Na usipoomba hivyo expansion haitokei. Lazima ujue maombi haya ni offensive prayer. Sio defensive, ni offensive tactics.
yanapiga kwa ajili ya kuexpand kingdom. Haya sio ya kufunga mlango kujificha ndani. Eti Bwana najifunika najiloanisha na damu ya Yesu, najifunika na damu ya Yesu, na mwanga damu ya Yesu kwenye nyumba. Yaani hii ulishamaliza, unatoka nyumbani kwako, unaenda kwenye ngome za adui, unapiga na unarudi. Kama una level ndogo leo uinuke juu. Kwa jina Yesu. Kwa anasema tunashindana na falme na mamlaka na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya. Kwa jina Yesu. Kwa hiyo yote aliyeiba cha kwako leo anatakiwa arudishe. Arejeshe. Aliyezuia nani njia zako leo anatakiwa achie. Na kwa hiyo nimekuambia pale, mtu wa Mungu, adui utafuta upenyo kwa kuwa anakuwa hana uhalali pasipo nini? Upenyo. Na uhalali unampa nafasi. Hivyo shambulio dhidi ya maisha yako kwenye eneo la uchumi, ama afya yako, ama amani yako, ama familia yako, ama msimu wako, lina mizizi katika misingi ya nini? Ya adui. Let me tell you something. If you want to know America, touch America. Touch them. Maduru aliona kitu. Maduru aliona kitu. Touch them. That's what called power. That's what called empire. Ukisikia mtu anasema I'm proud to be American, you go proud of the power of America. Demonstration of power. They will take you in a second. Nobody atasema kitu. Mtatoka, mtaongea, story itaisha. Imagine kuwa taken in your home. Ndani leo nimeona wanaombolezea wale walinzi. Watu waliondoka pale. Wale jamaa wametoka Amerika, wamepiga another country, sio mipaka ya country. Wameondoka na mtu na mkewe. What a mission, mama yangu. I'm not celebrating that, but I want to tell you, uone sign of power. Kiburi cha power. Hicho ndicho kinachoweza kuonyesha how powerful those guys they are. Now I tell you, kuna African leaders wameweka miki yao imerudi chini because they don't know what the man will decide. He can strike anywhere. That guy akili yake anaichoa mwenyewe. Akikaa kikao kimoja kwenye situation room, you'll be taken. The next day you'll be taken. Watu wanaomba maombi tu hapa. Mimi nakwambia kuna African leaders, they are praying. Rakatatata Bwana, tunaomba ulinzi. This man asije kwetu. The way they seem to be, hata wewe ndivyo adui anakuangalia, anakuogopa. Hajui the next move itakuwa nini. Yaani ukijibu tu, hata ukichukua side tu kwenye ishu maduru, wewe toka ongea. Unajua sio fair na nini, utaona. Jamaa atakuonyesha how fair he is. Na haufungwi kwenye njia yako, unafungwa kwenye nchi yake. Najua sio haki. Wewe ni haki wewe kukosa mtoto. Ni haki wewe kulala chini, mume wako analala na mwanamke mwingine kitandani usiku. Ni haki wewe mke wako mzuri namna hiyo kulala na majini mahaba. Ni haki kizazi chake kiko makaburini. Au wewe unaenda kanisani tu, unakumunyika, unaimba nyimbo zako, unarudi nyumbani, unaona uko vizuri. Ni haki wewe kulazwa makaburini, au kwa sababu hauoni, au tukupe video yako ya ulimwengu wa roho. Ni haki wewe watu wanashuhudia huku vijana wadogo wanavyokurusha kichura. Au unafikiri hatujui siri zako. Ni haki wewe unavyotumbukizwa kwenye mashimo. Ni haki na kuuliza. Unaota tu unatumbukia kwenye mashimo, unafikiri hatukuonagi usiku. Wewe unateseka usiku kucha, wewe kila saa unakimbia, unashika jiwe hili linapojoka, unatumbukizwa, tunaota unatumbukizwa. Ni haki wewe kukimbizwa na ng'ombe wewe wakukimbiza. Mwanadamu natakiwa usimame uweze kufuga ng'ombe. Wewe ndio unakimbizwa na ng'ombe. Ni haki. Mwana wa kifalme ni haki uonewe. Ndio maana vita nyingine tunainunua tu hata kama utaki. Mchungaji wako inawezekana hataki, tunainunua. Unajua apende ya maombi lakini tunainunua hiyo vita. Na leo watapigwa. Kwa sababu ya muda, ule mstari wa Luka 10:19 pale nataka nikuonyeshe who are you. Nasema unajua tuombe rehema tu, tushatoka ni level ya rehema. Tushatoka. Wewe baki nyuma kama ulikuwa umebaki huko, lakini nasema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa jina la Yesu.
Nasema hivi, umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Nyoka inaashiria sumu, aina za sumu za wanyama watambao na wadudu wa aina zote. Na manake nini? Ziko chini ya miguu yako. Kwa unaposikia unashindana juu ya falme, mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya, ni aina zote za silaha na tekniki zote ziko chini ya miguu yako. You cannot hold somebody captive. Huwezi kushika mwana wa kifalme na mfungia mahali. We'll just come upon you. Tutakuja kinyume na wewe. Tutakuja, utamwachia tu. Yani yoyote anayejiunga na sisi, anayesema amina tu na sisi, yani anaokolewa. Anaokolewa. Tuna dispatch tu, yani tunamwambia Bwana wetu wa majeshi, kwa sababu ni Mungu mwenye majeshi na alitutangulia, unasema huyu naye atolewe. Uwe Ruvuma, uwe kule Manda, kule mwisho wa ziwa, unatoka kwa jina Yesu. Unaota kila siku. Wewe unaota huko kijijini. Wewe unaishi Goba. Ni fair kabisa wewe wote huko kijijini. Ni fair unatembea mjini wewe, unatembea Kariakoo nzima usiku mchana kutu, alafu usiku unaota kijijini. Ni sawa kweli? Ni sawa? Sio sawa. Ni sawa unaishi Marekani unaota huko Morogoro. Sio sawa. Can you brief and explain? Wewe unajifanya unajua haya maombi ni nini? Hebu nieleze, unaweza kunieleza kwa nini unaota ukiwa wewe huko mjini siku zote unaota huko kijijini? Kwa nini usiote mambo yajayo? Ni sawa wote nyoka na kuingilia sehemu za siri? Ni sawa wote unammeza nyoka? Ni sawa? Sio sawa. Niambie wewe, ni sawa? Wewe uliyelala hapo, ni sawa? Sio sawa. Unaota unashindiliwa chakula kwenye mdomo, ni sawa? Sio sawa. Wenzako waliota maono ya vitu vijavyo vikatokea. Wewe unaota vitu vya ajabu. Ni sawa wote unalala na mtu? Ni sawa? Sio sawa. Haya mengine mtu akakwambia nakubariki, nenda na amani. Amani haipo. Hamna amani hapo. Wewe unaenda kulala kwa mateso, unasema ni sawa. Leo naomba ushughulikie hili jambo. Amen. Umepewa, anasema tazama, ametupa amri, sio tu ametubembeleza, ametuagiza tukanyage nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Amen. Yes, Yesu alitupa mamlaka kukanyaga nyoka na nge, wala hakuna kitu cha kutudhuru. Lazima uwe na namna ya kutumia hiyo mamlaka. Unaweza kuwa na mamlaka lakini usiweze kuitumia. Lazima ujue kwamba unayo mamlaka na ni wajibu wako kutumia. Uliagizwa, ni amri, uitumie. Amen. Haleluya. Amen. Adui kisheria hana nini? Mamlaka juu yako. Yuko chini yako. Yuko chini yako. Kwa hizo falme, mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya wako chini yako. Ni shauri yako uamue kukatakata na kufungua anga. Amen. Hii biashara ya kupeana fursa watu wa kikundi fulani, hii biashara ya watu wa taifa fulani, hii biashara ya watu wa rangi fulani, kumiliki aina fulani za biashara, hii biashara ya watu wa dini fulani, imani fulani, viringe fulani, kufanya biashara fulani. Wewe unafikiri ni sawa? Sio sawa. Wewe ukimbilie porini, wenzako wakae posta. Nasema unajua ni asili tu, ni nguvu. Amen. Nguvu. Leo na kuweka mahali. Amen. Hata kama utaki. Amen. Kwa sababu ni mwana wa kifalme, lazima ukae mahali. Amen. Lazima utake over mahali. Kwa jina la Yesu. Lazima utake over mahali. Kwa jina la Yesu. Lazima utake over mahali. Kwa jina la Yesu. Yes. Naendelea pale katika ule ukurasa wa 36 kwenye ile hard copy. Na katika msingi huu ndiko Biblia inatufundisha kwamba vita vyetu haviko kwenye kiwango cha kibinadamu. Tunashindana kwa sababu tunataka vitu vya nini? Vya kifalme. Kwa tunapoomba, tunaharibu ngome, tunavunja mipango ya adui, tunabadili mazingira yake katika ulimwengu wa roho. Amen. Na ili nilifafanue, Ndio. unaweza kuomba leo kwa ajili ya kikao kinachotokea mwezi wa 4. Amen. Ili kwamba siku ile ya kikao, waliotaka kupeana ile kazi wasipeane ile kazi. Amen. Ili kwamba watu ambao wanapeana kodi, secret code, za wao kwa wao, wavurugwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ili kwamba aliyekuja Tanzania kutafuta partner, kuliko amuone mtu ambaye anatumia lipete, uwe umenasa frequency akuone wewe. Amen. Amen. I tell you. Hii mambo ya imani utaipenda utakavyokuwa unaizungumza kama sio kanisa, utakavyokuwa unazungumza kama ufalme. Amen. Yaani wewe ni lazima uexpand kwa nguvu, sio kwa hiari, kwa nguvu. Amen. Yaani negotiation wewe sio level ya mapepo. Negotiation, mimi Malkia aliniomba negotiation sana. Amen. Na kama ilikuwa ni kukuuza, mimi ningesha kuuza zamani.
Yani anakuja anasema, unajua Marondo na kuomba, fanya ufanyavyo, lakini fanya kama wenzako. Amen. Jitahidi sana, fanya kama wenzako. Omba maombi ya kawaida. Ombea wenzako maombi ya kawaida. Amen. Na mimi nitakusupport. Watu watajaa, utakuwa na mafanikio makubwa. Lakini usiguse ndoa. Usiguse nini? Ndoa. Umenelewa? Ile ilikuwa ni only one point ya negotiation. Yani ukiangalia alichokuwa anazungumza, the offer. The offer. Mara 3 the offer. Ambia nitakuinua kama fulani. Nitakufanikisha kama fulani. Ila naomba usiguse ndoa. Kwenye eneo la ndoa nimeshika, ni la kwangu. Wewe niachie. Usiziombee hizi ndoa namna hii. Nikapima, nikakuangalia, uso wangu ukaona huruma. Kwa sababu wewe hujaolewa, hujaoa, ndoa yako ina shida. Sasa nikasema ni compromise kweli? Hapana. Nianze kuwa nyutu. Yani ananiambia wala uhitaji tu kusema kwamba unaenda against ndoa. Yani yani usifanye serious. Fanya kama wenzako. Juu tu. Ikipona isipopona poa. Usishikilie sana. Hii 2 years ago anasema angenifanya kuwa popular Tanzania. Hilo tu. Alituma maagent 3. Ana negotiate. Kigezo kimoja tu ambacho usingejua mpaka leo. Usingejua kama nimeuza. Yani anasema tena wakati una struggle kweli kweli na ministry ndo una struggle. Anasema unaona una struggle na ujenzi. Unaona una struggle na mambo yako. Ukikubali tu hili hapa. Mtumishi, palikuwa pazito. Palikuwa pazito. Palikuwa pazito. Wakati huo unashangaa makesi yako, kesi 4. Yani kila siku pressure. Alafu yani anakuambia kabisa, unaonaje? Utakuwa na pesa, utakuwa mafulani. Akanitajia watu 4 hivi. Fanya tu hivyo, inatosha. Nikaangalia nikasema, Mungu ali hai, nisaidie. Mimi nimetumwa na wewe. Na nakwambia, unajua watu watajua. Mbona fulani hata haonekani? Na analeta taarifa, anafanya citation sio za kawaida. Nikajua kumbe kuna na wenzangu sio wenzangu. Nikasema ngoja niendelee kubaki kimya. Sasa ujue kwamba unavyofanya hili jambo unapambana na mifumo mikali. Mifumo mikali. Ndio maana kuomba uombe sana. So katika msimu huu kuna nguvu za giza ambazo zimejipanga mahususi kudhoofisha mafanikio yako, kukatisha safari au kukufanya ushindwe katika eneo fulani la maisha. Adui hapendi kuona una ukuaji, amani ya moyo, afya njema, mafanikio wala utimilifu wa kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Ameweka vizuizi katika kiwango cha falme, mamlaka, wakuu wa giza na jeshi pepo baya. Hivyo ni lazima uhakikishe unapenya kwenye viwango vyote vya upinzani ndani ya msimu huu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Inabidi upenye, sio level tu ya kwamba nataka kichomi kinishe. Na wewe ulivyo ajabu, kichomi kikiisha unarudi duniani. Unakuwa bado hujafika kiwango cha mapambano. Amen. The reason kwa nini unatakiwa endelee kupambana kwa sababu kuna level za kumiliki. Amen. Kuna nini? Kuna level za kumiliki. Amen. Kuna level za kumiliki. Kuna level za nini? Za kumiliki. Lazima ukubali kusimama. Ukisoma ile nimaliza kile kipande cha Efeso 6 mstari wa 15, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote. Paulo anasitiza sio silaha moja, silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Yani hausimami mpaka umetimiza yote. Amen. Hauachi mpaka kimeeleweka. Amen. Yani unachukua silaha zote, nyundo piga, upanga piga, kombora piga. Yani mpaka uyamalize yote. Ukishamaliza ndio unasema sasa naweza kutulia, maanake unamiliki. Anasema basi mameni hali imejifunga kweli viunoni na kuvaa diria ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Amen. Pia na kwa ajili yangu mimi
nimepewa usemi na kufumbua kinywa changu. Yani Paulo anaeleza kwamba yani kesha, omba, kata, piga, yani kwa vyote vile tawala, miliki. Afu wewe umejifunika shuka, wewe hapo wewe. Mimi nakutazama umekaa kwenye kitanda sahihi, wakati Paulo anasema kwamba udumu. Yeye mwenyewe alikuwa ni aposto, lakini bado alizungumzia maombi ya vita. Amen. Alimwona Yesu waziwazi, akajaa upako. Sio tu alimtumia mtumishi, wewe una sadaka zako unamtumia kama mtumishi, niombee mtumishi. Paulo alikutana na Yesu na bado alisimama kwenye maombi ya vita. Amen. Lazima ujifunze maombi ya vita. Amen. Maombi ya vita. Ndio. Maombi ya vita. Amen. So maombi yangu ya leo, kwa sababu ya muda, ombi langu la kwanza ni maeneo ya kuombea. Maeneo ya kuombea. Ni wapi ambapo una struggle? Yes. Ni wapi ambapo unahisi kuna ugumu? Amen. Is it kwenye mji uliopo? Is it kwenye biashara uliopo? Amen. Ni wapi unapata surface inakuwa ngumu? Mambo hayasongi kwa sababu ya geographic location ama kwenye sector. You are a lawyer, mambo hayapenyi kwenye uloya wako. Unajua kwa sababu gani? Kuna watu wenye covenant ambao wao ndio wanaziona fursa. Wewe pamoja na kwamba ulikuwa kipanga darasani, lakini unashangaa vitu vinakupita mbali. Is it kwamba ni kwenye biashara fulani, upo sehemu ile wenzako wapo, lakini kama vile kuna vitu vinafanyika ndani ya background, watu wanapata, wewe haupati. Ni nini ambacho wamefanya kwa kutumia siri ambazo zimefungwa kwenye giza? Ni eneo lipi? Mungu akupe kutafakari ya kuweza kujua ushambulie wapi. Ni eneo lipi una struggle kupanda, haujapanda? Ni eneo lipi ambalo una struggle kutoka, hautoki? Leo natamani sio tu maombi ya kujiombea, ni maombi ya kufungua maeneo ya wewe kutawala. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na kwa hiyo natamani hiyo muda wa kusoma maandiko haya ya ufunuo wa kiroho ni ile Wafalme wa pili 6:17, Elisha alipoomba Mungu amfunue macho yule mtumishi wake ili kwamba aweze kuona jinsi ambavyo jeshi lilivyo upande wake. Natamani uende mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba ili Mungu aweze kuachilia maeneo yale ambayo una struggle, ili Bwana aweze kuachilia wepesi na upenyo, ili Mungu akuinue, aitangulize hatima yako mbele, atangulize nyota yako mbele, atangulize mambo yako mbele. Amen. Yawe mepesi kwenye msimu mzima. Amen. Are you ready for prayer? Yes. Are you ready for prayer? Yes. Kuna mtu ambaye bado umekaa chini. I am about to dismantle something that is blocking somebody. Yes. Sasa hivi kuna jinsi ambavyo kiti kitapinduka mahali. Amen. Kuna jinsi ambavyo mahali patafunguka. Yes. Kuna jinsi ambavyo utainuka. Amen. Kuna simu zitaingia. Amen. Kuna watu watakutafuta. Yes. Kuna watu watakuona. Yes. Kuna watu watakuuliza uko wapi? Yes. Ulikuwaga wapi? Amen. Kwa nini? Kuna vitu vinatoka kwenye level walipokufunika tunang'oa ili uweze kuinuka. Yes. Na kwa hiyo siku ya leo depend na eneo lako. Amen. Wewe utakuwa unakamatana. Amen. Unataka kuwa nani kwenye hilo eneo? Biblia inasema uwe kichwa. Ndio. Na akawaambia wana wa Israeli, mtakapoingia kwenye ile nchi ya Kanaani, imejaa maziwa na asali. Si kwamba imetokea tu kimiujiza. Maziwa na asali, kuna watu ambao wamelima na wamefuga nyuki. Amen. Ila anawaambia mtakapoingia pale, mutahakikisha mnashindana nao. Munawatoa wote. Yes. Ili kwamba ninyi mwanze kumiliki zile factory za maziwa. Amen. Na ile mifumo ya asali. Amen. Ili kwamba muwe na ujuzi, muwe na uelewa. Amen. Na zaidi ya yote wale watu watoke. Yes. Amen. I declare in the name of Jesus. Yoyote mwenye kushika kitu chako, cheo chako, sehemu yako, siku ya leo unainuka ushindane naye. Na kwa jina la Yesu, kila falme, kila mamlaka, kila wakuu wa giza, kila jeshi la pepo wabaya na kila kafara iliyokamata maisha yako, iliyokuzuia usiinuke sehemu yote, leo inapinduka. Hayapindua kwa dakika hizi. Pindua kwenye hilo eneo geographically,
hilo eneo unalokaa, hilo mji unaokaa, hilo taifa unalokaa, hilo taifa unalokaa. Sasa hivi vizuizi vyote ving'oke. Wakuu wa anga, toka sasa. Mifumo ya mapepo, mifumo ya uchawi, mifumo ya ushirikina, mifumo ya maagano, mifumo ya Freemason, mifumo ya machifu, mifumo ya kifalme, falme za giza. Sasa hivi achia. Napasua kwa jina la Yesu. Nateketeza, nakatakata kila agent, kila kizuizi, kila kuta, zibomoke. Utoke, uinuke kwenye huo mji, uonekane, nota yako iinuke juu sana ya Tanzania, juu sana ya Afrika, juu sana ya eneo lako, sekta yako ya mafuta, sekta yako ya sheria, sekta yako ya teknolojia, sekta yako ya consultancy, sekta yako ya utafiti, sekta yako academically, sekta yako iinuke. Hiyo nyota inawaka, inainuka na kutambulisha, unainuka. Mafrimason hawakuzuii, watekete, waliokushika waachie, wapinduke kwenye hilo eneo, hapo Msumi, hapo Goba, hapo Mapinga, hapo Tabata, kila mahali waliposhikilia wapinduliwe. Dar es Salaam wapinduke, Temeke wapinduke, Kigamboni wapinduke, Ilala wapinduke, Kinondoni wapinduke. Wakuu anga na washusha maagenti wa kafara, nyinyi ambao mnafanya kafara za watu wa giza, Kariakoo na washusha wakuu anga la posta la Kariakoo. Sasa hivi wateketee wenye mikataba ya giza, na wapindua, wawe chini yako, hawatakuzima macho yako, hawatazima fursa zako. Leo wanashuka miguuni pako, wewe unainuka, moto huo. Endelea kuomba. Kapara na makusha baka rekete seterebe na barabaka yendari ya barabarabash rekrapa ya santo rabarabakatu horabana makashana rabako irana basoti rabarabakatu rakato salabarabakari horandina makaros labaka sentori kanabakas libra santo shana rabaka. Katika jina la Yesu, I declare dismantling of every power, evil spirit, altar of darkness, madhabahu za giza, in the name of Jesus, be uprooted now. Ng'oka sasa na mizizi yako, madhabahu njia panda, madhabahu ya miji, madhabahu ya majiji, madhabahu ya mataifa, madhabahu ya familia. Ng'oka, madhabahu za bahari, madhabahu za milimani, ng'oka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Geuka majivu, wakuu wa anga, machifu wa familia, wewe mzee wa familia, leo hii, sasa hivi, pigwa pressure mahali popote uliposhikilia huyo mtu. Pressure ikupige, pressure 300 ikutembelee usiku wa leo. Uliyeshika kizazi, uliyeshika maisha, uliyeshika huduma, uliyeshika kazi, uliyeshika mtu kwenye hiyo ofisi, uliyevaa pete ili uzuie wana wa Mungu, leo pressure ikupate.
Endelea kumba. Declare. Anayeshindana na wewe Freemason yoyote kwenye zoni yako leo anapinduka. Anayeruka kwenye hilo anga, anayecontrol interface za anga, anayecontrol coordinates za nyumbani kwako leo kwa jina la Yesu. Leo hainuki msimu mzima. Moto unawaka nyumbani kwako leo kwa jina la Yesu. Kwenye hilo anga naona moto kwenye paa, moto kwenye dari, moto unawaka. Huo moto unawaka. Hatui mchawi, hatui mganga, hatui Freemason, hatui mshirikina, mizimu haitui. Leo wanapigwa, silaha zao zinaanguka, nungo zao zinaanguka, macho yao yanang'olewa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakata shingo zao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achie tumbo lako, achie kizazi chako, achie watoto wako, achie mali zako, achie uwezo wako, achie miradi yako, achie mipango yako, achie nguvu yako ya kuinuka kifedha na mali. Unainuka kwa lazima na kutoa kwenye shimo la umaskini, la kabila, la ukoo, la familia, la ukanda, la kimkoa, la kitaifa. Wewe ni mwana wa kifalme na kutoa kwenye mashimo ya mazindiko. Leo toka uinuke kwa jina la Yesu. Right now, in the name of Jesus, wherever you are struggling, same way tunapo struggle, I declare sasa hivi, you are coming out. Every weapon, kila falme, kila mamlaka, kila wakuu wa giza wanaoshikilia sekta yako ya kutawala kwako, wanaoshikilia anga lako, wanaoshikilia mipango yako, ramani zako, boda zako, leo hii waanguke chini. Ndege zote za kichawi, ndege popo arukaye usiku, mwenye macho ya usiku, ndege popo, ndege bundi unayetumiwa kichawi, leo hii anguka, ufe, ukauke kwa jina la Yesu. Siri zote zinazotumika kimadhabahu kuzuia sekta, kuzuia eneo, kuzuia biashara, kuzuia hatima, leo kwa damu ya Yesu, natangaza. Ewe uliyesoma kisomo, ukasoma kisomo, ukakamata nyumba anayokaa, uliyesoma kisomo cha hiyo misingi ya nyumba anayoishi, aliyosoma kisomo cha hiyo nyumba anayokaa, ili akikaa chini ya dari ashikwe, asiwe na maono, leo kwa damu ya Yesu nakujia. Ewe mzee, leo pinduka, moto kuakie, kaniki zako ziungue, silaha zako ziungue, nyungo zako ziungue, vitabu vyako viungue kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Yoyote anayekuwekaga chini, usiwe na maono marefu. Anayekufanya kwenye hilo anga, ukilala na zima maono yako. Unaanzaga Januari na moto mzuri, akiendelea kuachilia mambo yake kwenye hilo anga, unajikuta umejisahau. Na kutangazia kwa jina la Yesu, anayekontrol hilo anga, eti nani ainuke nani asiinuke, leo anapinduka. Kuwe na habari mbaya utakapopambazuka kesho, utasikia habari, waje kwako kuomba msamaha, la sivyo wanakata moto. Hizi siku hizi kabla maombi hajaisha, kama hawajaomba msamaha, kama hawajaja kanisani, kama hawajaokoka, leo wanakata moto. Na watangazia hukumu yao, hata toka hata mmoja bila kuona moto, kwa jina la Yesu. Aliyeshika namna ya hatima yako leo apinduke,
apinduke, leo apinduke, leo apinduke. Aliyeshika hatima ya nyota, hatima ya nyota, kibali chako, anga lako, mambo yako, sasa hivi apinduke. I connect somebody kwenye zone ya mafanikio. I raise somebody. Kila tambiko lofanyika kwenye level za mlima, hii milima hii usidhani ni ya kawaida. Hii milima imetumiwa na nguvu za giza sana, za giza sana. Bwana akasema utakapoingia kwenye nchi ile, upindue kabisa madhabahu zao, madhabahu za miungu yao. Wakajiuliza wapi? Akasema kila mahali penye miti mirefu na kwenye milima na vilima. Kumbe wanafichaga vitu kwenye milima. Ndio maana unakuta mganga anakaa porini, sehemu yenye frequency ambako akitaga wazee wanakucha katikati ya pori. Unashangaa watu wamevaa kaniki nyeusi na nyekundu wanatokea mle, walienda kuwanga. Kwa nini mle? Kuna frequency zinazoitika kuzimu. Leo kwenye milima ya Morogoro, kwenye milima ya Singida, kwenye milima ya Tabora, kwenye vilele vya mlima Kilimanjaro, halitakuwepo zindiko litakalo kufunika leo na kuinua zaidi ya mazindiko yote ya milima na vilima. Unastawi juu ya milima, juu ya vilima, kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, nyota yako iangaze, nyota yako iangaze, iangaze kwenye mabara, uwe wa kimataifa. Yesu alipoanza alisema enendeni ulimwenguni kote. Hakusema uende Machame peke yake, hakusema uende Kibosho peke yake, hakusema uende Marangu peke yake, hakusema uende Rombo. Navotaja maeneo haya, na unaangalia kwenu Manda, unaangalia kwenu kule Rufiji, unaangalia kwenu Lindi, hivyo unataja ya kwamba ikuandikwa ya kwamba uishie kule. Ndio maana ninavyokuangalia hautarudi kule, ya kwamba ukamalizia uzee wako kule, na kutangaza kwa jina la Yesu, Bwana kuinulie viwango, uinuke na kusukuma, uinuke, usogee viwango vya kimataifa, utoke kwenye laana, utoke kwenye umaskini, uconnect na mbingu zinavyoamua majira yako, vipawa vyako, neema yako, fursa zako zionekane, na kuunga China, na kuunga China, na kuunga Japani, na kuunga Singapore, na kuunga Malaysia, na kuunga Taiwan, na kuunga Dubai, na kuunga Warabuni, na kuunga Oman, na kuunga Saudia, na kuunga Cape Town, na kuunga Ujerumani, na kuunga Amerika. Sehemu zote Bwana kufungulia milango kuanzia leo, kuanzia leo nyota yako iwe ya kimataifa, wa kutafute watu tokea pande zote, uonekane, utoke kwenye kiringe cha babu, kiringe cha bibi, na kutoa kijijini unakoota ndoto, na kutoa kwenye shimo la kaburi, na kutoa kwenye kiringe cha kaburi, kwenye mafiga, na kutoa kwenye dari, kwenye kibuyu, darini. Piga kelele sasa hivi, utoke right now. Somebody unatoka kwenye kiringo walichokushikilia. Jina lako waliweka kwenye kibuyu, wakatupa darini, wakafukia ardhini. Leo unatoka, wewe ni wa kimataifa. Walikuweka kwenye kaburi, jina wakakuweka kaburini. Kaburi la Mburati, kaburi la Kinondoni, kaburi la Mbezi, kaburi la Kunduchi, sehemu yoyote, makaburi ya kijijini walipokuangia. Leo unatoka, kwa sababu wewe sio level ya kaburini. Wewe sio level ya kaburini. Ile nguvu ile ufufuo wa Kristo itafufua, itahuisha vitu vyako. Leo aliyevunja amekwisha kutangulia. Yeye avunjaye, aliyeshinda nguvu ya kaburi, amekutangulia. Hawashiki kitu ndugu yako, hawashiki kitu my friend, hawashiki nywele, hawashiki kucha, hawashiki chochote. Leo unatoka kwa kelele, unatoka. Bibi leo utapasuka, mjomba leo utapasuka. Huyu mtu anaachiwa kwa jina la Yesu. Funika macho yako in the name of Jesus. Funika macho. Amen. Funika macho. Yes. Mtu wa kimataifa. Ndio. Funika macho. Amen. You shall go to the nation. Right now. Your light is shining. Yes. Watu wa mataifa wataona matendo yako mazuri. Yes.
Wewe ni kama mlima, ni kama mji uliowekwa kwenye mlima. Maana yake ndani yako wewe ni mji, wewe ni mji. You shine like a city iliyowekwa kwenye mlima. You cannot be makaburini. Biblia inasema yani wewe ni nuru, wewe ni chumvi ya ulimwengu. Ni kama mtu aliyewasha taa akaiweka juu ya kilima. Hawezi kuweka chini ya pishi. Ni kama mji uliojengwa juu ya mlima. Watu wakiingia wanauona. Huyo mtu ni wewe. You are like a shining city. You are like a shining city. You are just like a shining city. Unang'ara. Unang'ara. You cannot be buried. Huwezi kufunikwa kazini. Huwezi kufunikwa. Wakikufungia huku unatokea kule. Right now, aliyekuzuia, aliyekunyima, aliyekushambulia, I declare now, you are coming out. You are coming out. You are coming out. You are coming out. Hicho kizazi, huo uzao, hiyo hatima, hiyo mikono, unatoka makaburini, kwenye mafiga, unatoka kwenye milima. Nasema sasa hivi, kwenye kibuyu, kwenye chupa, kwenye kisomo, kwenye vitabu, sasa hivi milimani, unatoka, unatoka, unatoka kwa kelele, unatoka. Bibi achia, jomba achia, achia, wifi achia, shangazi achia, shehe achia, chifu achia, 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 achia. Huyu ashikwagi, ashikwagi, amekunywa damu ya Yesu, ana zindiko iliyo kubwa, ana kafara iliyo kubwa. Leo anatoka, 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 anatoka. Miguu yake inatoka, mwili wake unatoka, mikono yake inatoka, hatima yake inatoka. Kwa kelele anaachiwa. Come out in the name of Jesus. You are being released right now. I feel you being released. Inaona unaachiliwa. You are a star. Huwezi kufichwa. Huwezi kuwekwa chini ya bahari. Malkia baharini. Achia nyota yake. Wewe nguvu za giza, enyi vijana wa malkia, vijana majini, Asmodees, Incubus, Succubus, I call you now in the name of Jesus. Come on, Malkia Jezebel, the queen of the coasts, uliyeshika watu kupitia namna ya urembo, ukameza nyota zao, ukameza nguvu zao, ukaachilia nguvu za giza za kupoteza uwezo wao. Sasa hivi nasema waachie. Achia vijana wa Bwana, achia vijana wa Bwana, achia vijana wa Bwana, achia magereza yaliyoshika nywele, yaliyoshika ufahamu, yaliyoshika mwili, yaliyoshika sehemu za siri, yaliyoshika damu. Sasa hivi magereza kwenye falme za giza, kwa malkia. Ewe malkia, malkia, malkia wa bahari, queen of the coast, queen of the coast, queen of the coast, queen of the coast, right now nasema achia. Na pasua pasua silaha zako, antena zako, tawa zako za ulinzi. Napiga mlinzi wako, napiga walinzi wa kiti, napiga walinzi wa magereza. Nasema achia binti huyu, achia kijana huyu, achia nota yake, hatima yake, achia. Ainuke, ainuke, aonekane ofisini, aonekane kwenye mji, aonekane kwenye biashara, aonekane, aonekane in the name of Jesus. My God, I declare you are coming out as a different person. Right now. You are a warrior. You are a soldier. You cannot be buried. You cannot be buried. Jesus alijiprofesia akasema, nizikeni mimi, in 3 days I'll come out. Bomoeni hekalu hili, talijenga in 3 days. In the name of Jesus. The same power that raised Jesus inamwinua mtu uliozaliwa kwenye kabila fulani, walizoea kuweka kiringeni, walizoea kuweka kwenye chumba cha babu. In the name of Jesus. Niliombea mtu mmoja, nguvu za giza anasema yuko sehemu fulani kiringeni kwa babu, lakini huyo mtu anaishi Ulaya. I declare in the name of Jesus, hauwezi kushikwa kwenye kiringe cha babu. Sijui Kigoma umefungiwa kwenye kijumba cha babu, wakati huo unapuyanga kwenye miji ya watu Ulaya, unaota Kigoma, kumbe nafsi iko Kigoma. Wakasema huyu hawezi kufanikiwa. Nikamwambia, kwani wasema tumemshikilia?
yupo huko. Kama mbona yuko kwenye nchi fulani, wakasema hayupo kwenye nchi ile, tunaye hapa. Ndugu yangu, nafsi yako ikishikwa mtu wako wa ndani anaposhikwa, unaota kule aliko. Anaweza kuwa mashambani, ana mandevu tayari, amechakaa. Huyu mtu wa nje unajaribu kumremba, lakini mtu wa ndani anayejua ramani ya Bwana ameshikiliwa captive, amefungiwa kwenye gereza. Ndio maana unaota sehemu fulani. Na wakati huo nikiliwauliza, mbona huyu mtu afanikiwa? Asema atafanikiwaje? Watu naye hapa kwetu kuna limit ya kufanikiwa. Nikasema kuanzia leo hicho kiringe kinapasuka. Atoke mtu wa ndani akutane na mtu wa nje ambaye anakaa Ulaya, ili uanze kuota ndoto za pale New York, wote ndoto za Tokyo, wote ndoto za Ulaya. Hauwezi kulala Ulaya kwenye gorofa ya 10, 20, 70 unaota kiringe cha nyumba ya zamani ya babu. I refuse kwa jina la Yesu. Yoyote mwenye ndoto za namna hii, ndoto za damu, ndoto za kula nyoka, ndoto za kuingiliwa, ndoto za aina yoyote, ndoto za kula chakula, I declare leo hilo gereza linavunjika. Ulikuwa unaota unakula, that is the witchcraft. Unaota unakula nyama, unajua labda unakula nyama za kuku, kumbe unakula mkono wa mtu, unakula mkono wa mtoto. I declare in the name of Jesus, leo wanaachia. Unaota nyoka, maanake ushirikina. Kuanzia leo, nyoka aliyeingia sehemu za siri, nyoka aliyeingia kwenye kinywa, nyoka uliye moto, nyoka mweusi, nyoka mwekundu, nyoka wa kijani, nyoka mabaka, leo hii anatoka kwa moto, kwa kelele, anadisappear in Jesus name. Anatoka kama alivyoingia, anatoka kupitia kinywa. Chatu unayefungua kinywa, unayepiga miayo, ni wakati wa kutoka. Nasema toka kupitia kinywa. Mwachie huyu mama, mwachie haraka, toka. Hauna walale, huwezi kushika nguo zake, huwezi kushika kitovu chake, huwezi kushika damu yake, huwezi kushika nyayo zake wala mikono yake. Wewe nyoka aliyekuona kwenye ndoto ukiuma mkono, ukiuma mguu, kuanzia wakati ule ikatokea shida, sumu ya nyoka iliyoingia leo hii, ewe mchawi uliyetumia kiumbe nyoka, sasa hivi unaangamia wewe. Nasema mwachie by fire, mwachie by fire. Come on in the name of Jesus. Umekuwa ukiota unakula, today unarudishia chenji zao, zinatoka kama zitaki. Right now as I pray, tumbo lako kama kuna chochote kile kinatoka, kilichoingiwa kwa namna ya adui, you will flush it out my friend, because wewe ni mwana wa Bwana, cannot stay inside you in the name of Jesus. Chochote anachotumia kushika ili wakupumbaze usiinuke viwango, I declare now is coming out kwa jina la Yesu. Anything kinachokandamiza wewe kuenea, kila ukiinuka kifursa wanakurisha chini. Territorial spirit, roho za ukoo, roho za familia, roho za zone unayokaa, I declare now, let your star rise so high. Nyota yako inuke juu sana, zaidi ya hizo ngome, zaidi ya hizo mamlaka, zaidi ya hizo falme, ukastawi, uonekane. Nyota yako ing'ae kwa jina la Yesu. I anoint you in the name of Jesus. I anoint you as a warrior, as you walk around the city. Kila unapokanyaga, nguvu za Bwana za utawala zinaonekana kwako na kutambulisha kwenye mamlaka za giza ya kwamba wewe ni mwana wa kifalme. Ukiweka miguu mahali, every power of darkness zinyenyekee chini yako. Biblia inasema kwa Bwana kila goti litapigwa. Nami nasema kwa sababu Bwana anaishi ndani yako, everybody atakayetokea mbele yako mwenye nguvu za giza, awe masonic spirit, awe witchcraft, awe sorcerers, awe familiar spirit, I declare watashuka chini yako, watakuheshimu. Ukiongea
wanaongea watatetemeka kuanzia siku ya leo. You are anointed person in the name of Jesus. You are a victorious person. You are a warrior. You are the son of the kingdom in the name of Jesus. May you conquer. May you scatter. May you scatter. May you rise as a warrior in the name of Jesus. My God, mshangilie Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Akubariki sana. Because of my time, let me end here. Acha tunishie hapa kwa sababu ya muda. Nichelewa kuanza kwa sababu ya matatizo yaliyojitokeza. Lakini nikutamkie kwamba ndo tumeanza maombi yetu ya vita. Jipange sawa sawa. Amen. Nina matangazo machache ya kuweka mahali hapa. La kwanza, ninaomba radhi kwa ajili yaliyotokea. Hayakuwa kwenye uwezo wetu, ni kwa sababu ya matatizo ya nguvu za giza zinazokuandama wewe, zimekuja kutushambulia huku studio. Lakini pamoja na yote zimeshindwa kwa jina la Yesu. Hiyo ilikuwa ni signal kwamba wameanza kuogopa fire. Amen. Ndugu yangu, nikwambia, unavyokaa kimaombi ya kushambulia, Kiringe Kigoma kinajua. Amen. Kiringe Mwanza kinajua. Walikuwa wanahaha. Amen. Wanahaha. Ili kuzuia hizi ngoma zisiende mbali. Amen. Lakini najua Bwana ameshinda. Amen. Kama umepitiwa na usingizi, wewe waliokuloga inabidi udushughulike nao sana. Kwa sababu inaonekana wameonyesha kwamba hawataki wewe ufunguliwe. Wao na kibarua cha kurudia kwa umakini sana. Audio hii itatumwa tena kwenye magrupu. Angaika nayo. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Lakini pia kama unataka kutoa sadaka zako, basi kama kawaida namba zetu ndio zile. Ambatanisha, weka nia. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, kwenye sekta yangu nikainuke, nishinde falme za giza, mamlaka na jeshi la pepo wabaya, niweze kustawi. Weka nia kwenye dhabihu zako. Utatoa kupitia 0754999198 na Mungu wa mbinguni atakubariki. Amen. Tangazo jingine nataka kuliweka hapa. Kama utaendelea na mimi kimaombi na kama bado una amani, basi uwahi mchana kesho tuendelee tena kwa maombi haya ya mchana. Amen. Kama una mikoba na umesikia kujeruhiwa, sikulazimishi maombi haya kuendelea nayo. Inawezekana unarithi kimkoba cha bibi, umekwazika na maombi yangu. Shauri yako, meza, tema, shauri yako. Mimi sijakulazimisha, lakini najua Bwana nakupenda. Ukikaza mwendo utafunguliwa. Amen. Wengine mmerithi mikoba vya watu. Muko sehemu lakini mmeandaliwa kuwa wachawi wa siku zijazo. Ndio maana tukipambana hapa, wewe unasikia nimekwazika. Unajua kilichokwazika sio wewe, ni kabibi au kamjomba kako ndani. Kanakwazika kwa sababu hataki kufanya maombi haya. Ukijiona hivyo, ujue ndugu yangu, wewe una dude. Shughulika nalo, ni mzigo lako hilo. Na Bwana akusaidie. Tangazo jingine nataka kuliweka vizuri hapa ni kuhusiana na shuhuda. Namshukuru Mungu, tumeanza kuona shuhuda za moto kabisa. Nimeona mandege yanakufa, viumbe vinakufa. Nimeanza kuona watu wana experience maono makali, wana experience deliverance, wana experience ishara mbalimbali za namna wanapokea simu, wengine wanapigiwa simu na watu wa ndugu zao, wanaanza kuona kwamba kuna vitu vinatokea. Nikuombe sasa, tumia muda mzuri kusoma shuhuda za kwenye grupu lile. Usiende kichwa, soma shuhuda relate na situation, ili kwamba uone jinsi Bwana anavyotenda. Umwambie Bwana, naomba unikumbuke na kwangu. Na kuomba sana, usiingie maombi bila kuongeza appetite yako kwenye shuhuda zile. Hatunywi chai asubuhi, hatuli mchana. Tumia muda kujilisha shuhuda zile, zikutengenezee stamina ya kimaombi kwa jina la Yesu. Amen. Na pia na kuomba, endapo utakuwa una shuhuda, ziandike kupitia namba zile ambazo zinatuma shuhuda kwenye zile grupu zetu, ili uweze kunareti vizuri ushuhuda wako, utamjenga mtu mwingine. Amen. Na kama utakuwa unakuja kanisani, tutaanza taratibu za kuweka shuhuda ili kwamba uweze kutoa shuhuda zako. Amen. Lakini pia kwenye mitandao yetu, kama utakuwa unaweza kuweka comment zako, basi itakuwa vizuri. Yale ambayo Bwana amekutendea, utakuwa umemdhalilisha shetani, lakini pia utakuwa umemuinua Bwana Mungu aliye hai, na atakutendea makubwa zaidi. Amen. Nimewapenda wale wanaotuma picha za madude yaliyotoka, yanayong'oka kwao. Na nakwambia utashika mengi kwenye nyumba yako, yatashikwa madude mengi. Amen. Watu utashangaa sana kwamba ni wewe ulikuwa unaishi na madude. Yatashikwa mengi. Amen. Kwenye dari yataanguka madude. Amen. Kwenye nyumba yatakamatwa madude. Utashangaa tu kibuyu kimeonekana mahali. Amen. Utashangaa tu mambo yameonekana waziwazi. Vitu vinaanza kuporomoka, maana yake uweza wa Bwana una nguvu zaidi kuliko nguvu za giza. Amen.
Bwana atavifunua vyote. Na kwa hiyo nikuombe sana ukae kimaombi, na pia ujiandae kwa ajili ya ibada ile ya jioni, ili kwamba tuweze kuwa ile uso kwa macho kupambana na madude. Nikuombe zaidi ukae kimaombi ya mashambulizi. Usikae katika namna ya uzembe, wasije wakakukula nyama. Uwe mtu ambaye unaachilia majeraha. Kamata nyundo, piga kwenye meno. Yaani ukijisikia tu kutroti vizuri, kaa kwenye rohoni, dakika zako 5, kata, vunja, piga, ngoa, pangua, fungua anga. Yaani kaa kiasira. Baada pale toka, ingia kwenye boardroom. Utashangaa tu na kuangalia wanahema. Wanasema kuna nini kinaendelea? Mbona kama nakuogopa? Umetoka kuchaji kwenye high voltage. Usiwache ndugu, kaenda tu kiuzembe. Nataka exercise your authority kwa sababu umepewa mamlaka. Mungu wa mbinguni akubariki. Ninakupenda sana. Wewe ni rafiki, ni ndugu katika Bwana na mwanajeshi mwenzangu katika vita. Nakuombea baraka sana. Shalom. Mungu akuinue. Haleluya. Amen.